ya tuko katika mtaa kwa mtaa, na hapa niko na mdau wa soka. Yeye atakwenda kujitambulisha majina yake, ni shabiki wa timu gani na anazungumzieje tarehe 15 ya mwezi wa 6 tunazungumzia dabi. Oya, mambo vipi? Safi tu. Majina yako? Naitwa Adili Fredi Kalongola. Kwenye Instagram napatikana kama Kalongola the event. Unaweza kanifollow pale kupata taarifa zozote za mechi ndani na nje ya mipaka. Nasikia una ukumbi wa mpira kama ulivyosema. Ndio. Ukumbi wako kama mmiliki na msimamizi, wewe kwenye ukumbi wako mashabiki wengi ni wa timu gani? Ukumbi wangu mimi maarufu ni mashabiki wa Simba. Kutokana na ubora niliofanya maboresho, nimeweza kubeba mashabiki wote. Mfano wa Simba na Yanga wanaweza kupata mechi zote live. Mechi zilizobakia raundi ya 28, raundi ya 29 na raundi ya 30 ambazo zinatarajiwa kupigwa mwishoni mwa mwezi huu. Kama tarehe 18 unaweza kupata Simba akiwa anacheza na Ken Gold na Simba. Tarehe hiyo tarehe 18 unaweza kaipata Yanga akiwa anacheza na Tanzania Prisons muda mmoja, na ukaziangalia zote live kwa muda mmoja. Na japo zipo mechi zote 8 ambazo zitahitimisha raundi hiyo ya 29, ambayo raundi ya 30 tena unaweza kuzipata vile vile tena, ambapo Simba atakuwa anakipiga dhidi ya mpinzani wake ambaye ni Kagera Sugar. Japo ana ile ambayo Simba mechi zake sizioni kabisa kwamba Ken Gold na Kagera wanaweza kumzuia, ila ukiangalia katika mpira yote yanawezekana. Naye Yanga vile vile ana mechi dhidi ya Dodoma Jiji ambaye anatafuta nafasi ya kucheza playoff akikaa vibaya, na muda huo tena Yanga anacheza dhidi ya Tanzania Prisons. Nadhani unawajua Tanzania Prisons jinsi walivyo katika uwanja wake wa nyumbani. Zote hizi ni mechi ngumu kwa upande wa Yanga. Na ukiangalia mechi ambayo ya tarehe 15 ndio ambayo itatoa hitimisho ya mechi zinazofuata. Unazungumziaje tarehe 15? Tarehe 15 mechi inaweza kawa ngumu kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu ile ni dabi ya Kariakoo. Mechi inaweza kawa ngumu, ndio ambayo inaweza kaamua matokeo ya mechi za mbele. Mfano atakayefungwa hapo sioni nafasi ya kubeba ubingwa. Atakaye sare hapo nafasi ya kubeba ubingwa itaangukia kwa wananchi Yanga. Wanasema kwamba kuna uwezekano mkubwa dabi siwepo. Wewe kama mdau na shabiki wa mchezo wa mpira wa miguu na michezo mingine, unazungumziaje hilo? Dabi kwa kawaida inaweza kweli wanasema isiwepo, lakini ukifuatilia sheria na jinsi zilivyojiwekea lazima mechi ichezwe ili kila mtu awe amecheza. Kwa mfano ukisema mechi haichezwi, yatakiwa atangaze mpinzani mapema toka tarehe 8 ligi inavyoanza kwamba mimi mechi hizo sichezi. Ina maana hapo mechi kwa kawaida anatakiwa tu apeleke timu uwanjani, asiwe maafa makubwa. Na hivyo naye Simba anajizatiti kucheza hiyo mechi, anaweza akapeleka timu uwanjani, atachukulia madhaifu ya ambayo mpinzani wake alionayo ili kupata pointi 3 muhimu. Na sidhani kama Yanga anavyojua mimi kwamba haitapeleka timu uwanjani. Hizo ni janja ya kuitoa Timba mchezoni, wasiwe na makali yale, ili mradi wakija watajua namna ya kucheza na Simba, jinsi ya kumkabili. Kwa kawaida navyoiona mechi inaweza ikachezwa, tuwe na imani. TFF ipo vizuri, sioni kabisa kama ina makosa yote, japo kuna milolongo ambayo ipo katika TFF dhidi ya Yanga ambayo ipo chini kwa chini. Nadhani siku za mbele ambayo nitakuja kuhojiwa ndatoa matathmini hayo ambayo yapo ndani ya TFF na Yanga. Vizuri sana. Kutoka hapa tulipo mpaka kwenye ukumbi wako kuna umbali? Kuna umbali, ni karibu tu, ni eneo hili la ofisi ambayo tunaweza kasogea ukaona vitu vyote viko sawa kwa ajili ya kuelekea dabi ya Kariakoo, ambazo kuna TV zote mbili, unaweza kuzipata mechi live upande wa pili na upande wa kwanza. Mechi unazipata muda huo saa 10. Wote tuje tu. Ni vyema basi tukaelekea kwenye huo ukumbi, uwaite mashabiki wako. Asante sana. Lakini pia kwenye hii
kwenye ukumbi wako. Ndio. Mashabiki wako wengi wanatokea maeneo gani hapa? Mashabiki huwa wanatokea eneo mbalimbali, kwa sababu mashabiki nilionao mimi ni watu wa amana kabisa. Unaweza kuwapata wengine wanatokea mtaa, unakuta wengine ni wachimbaji, wengine siwajui, ni watu wengi wanajua mimi ni nani, kwa bora ambao naofanya katika kazi zangu wananikubali. Na ninachokiandika katika bango wanajua kwamba mechi ipo au mechi hamna. Kwa hiyo lazima mashabiki niwe nao wengi. Wengine wanatoka sehemu kila mbalimbali, kunaweza kumpata mwalimu, mchungaji, mfanyabiashara mdogo, mkubwa, wazee kwa vijana. Na hapa ndio headquarter penyewe. Ndugu watazamaji, hapa ndio Kalongola Events, na huu ndio ukumbi wa mpira ambao Adili anatuambia kwamba humu ndio anawakamata mashabiki wa Simba, Yanga, Azam, Gold na wengine wengi. Wakaribishe mashabiki wako kwenye ukumbi huu. Asante. Mashabiki ni hivyo toka huko mpaka tulipofika hapa ndio headquarter penyewe. Unaweza kupata mechi live kupitia channel zetu ambazo zipo hapa. Hapa ndio headquarter namba 1. Unaweza kaipata kama Simba ikicheza na Gold siku hiyo. Hapo unaweza kaipata Yanga ikiwa anacheza na mwenzake Tanzania Prisons siku hiyo hiyo ambayo ni tarehe 18 na tarehe 15. Tuombe uzima tu, dabi zitapigwa hapa katika dimba hili ambalo watu wanapenda kukaa. Tutaonyesha zote, TV zitakuwa lazima ziwashwe kwa kawaida, zote lazima ziwashe. Alafu baada hapo tarehe 14 tutaendelea na FIFA Club. Tarehe 15 kuna Atletico Madrid na PSG, tutaiona hapa. Umo ndani kuna Wydad dhidi ya Man City, tutawacheki. Umo ndani kuna Inter Miami dhidi ya Al Ahly, nadhani unawajua Al Ahly walivyo. Japo ni mashindano yatakuwa ni magumu, ambayo tunahitaji jamani tusubiri, ambayo yanapatikana mwezi wa 6 kuanzia tarehe 14 kwenye kisimbuzi cha Azam. Ukilipa tu kifurushi chako, kama uko mbali unaweza kucheki. Kama uwezi kucheki, njoo tuongee wote pamoja kwenye huu ukumbi. Tutapata mechi zote hizo live. Baada hapo mashindano ya CHAN yanakuja na michuano mingine ambayo inatarajia kuanza mwezi wa 8 na mwezi wa 9 kama ligi kuu ya NBC. Nikushukuru sana Mr. Adili, na sisi tuseme kwamba Sultani Uwezo tutakuwa sambamba na wewe kwenye michezo yote. Interview za kutosha zitafanyika ndani ya ukumbi huu na nje ya ukumbi huu. Nikutakia siku njema. Nashukuru sana. Okay, asante.